jaga Yogura jiji. Kama itawezekana uniombe unisaidie katika swala zima la kutoa nyama. Tumekula nyama nyingi sana na nimefanya kazi kama kijana wako mtifu. Tumekula nyama kusini, mashariki, magharibi, kote tumekula nyama. Alafu kama unavyojua mimi hapa nishakula mpaka kizazi changu. Nimekula familia yangu yote. Nimebaki na ndugu yangu mmoja tu. Na mimi ni binadamu. Umri huwa urudi nyuma, unaenda mbele. Je, itakuwaje kama na miaka mingi hapa duniani? Yule ndo atakayenisaidia. Nimeishi nikikufurahisha mkuu wangu. Tumekuwa tukila nyama na nimefanya kazi kwa utifu kabisa, afu wasicheki na wote. Vipi shemeji, mbona umeniita haraka haraka? Kuna nini? Najua ni wito wa ghafla, lakini utakushtusha, lakini mimi nina shida shemeji yangu inanitatiza. Matatizo gani? Hebu niambie kwanza. Sijaona mtu mwingine wa kunitambulia. Yaani kiufupi kuna wakati namfikiria sana shoga yako. Yaani ingawa yuko mbali amenipa wakati mgumu sana sana sana. Shemeji, mimi kuna mwanamke ananitaka. Anataka? Yaani ananitaka afu nashangaa ananitakia nini kwa sababu anajaribu kutumia kila aina ya njia. Yaani kila aina ya jambo, kila kishawishi na umbile lake jinsi alivyokuwa nalo. Yaani ukimuona ni mwanamke ambaye anavutia, lakini kiufupi nampenda sana shoga yako. Kwa hiyo plani yako kubwa ipi mpaka umeniita hapa? Niambie plani yako ipi? Shemeji, mimi nataka tutengeze mahusiano. Sana. Najua naweza kufanya ushtuke kidogo, lakini simaanishi mahusiano ambayo ni special au ni OG, namaanisha mahusiano fake ambayo yatalinda mimi penzi langu. Wewe mwenyewe unajua fika mimi jinsi gani ninavyompenda shoga yako. Sasa unakuta mimi sasa hivi nasumbuliwa na mwanamke. Mimi nataka tumuumize tu roho. Yaani mimi nikiwa na wewe tujifanye tu mahusiano, lakini afu nikileta nyama tunachezaga hivi tu. Hivi tu. Mkuu, kama itawezekana naomba tuje na plan B. Yaani eti mbona ni ngumu sana kijana wangu. Lakini kwa kuwa umenifanyia vitu vingi, umefanya kila kitu ambacho nimekuambia tena kwa wakati, swala hilo halina shida. Cha kufanya wewe sasa, nenda kanitafutie huyo mtu uniletee hapa. Tumeelewana Janeti? Sawa mkuu, nitafanya kwa utifu. Afu sitacheka na kimi nikauta mambo. Sawa, unaweza kwenda. Sawa. Yogura jiji. Unajua nini shemeji? Mbona kwangu inakuwa kama changamoto? Kwa sababu mimi ni mke wa mtu. Alafu isitoshe tunaweza kweli tukafanya ikawa kama maigizo. Ila tuangalie na jamii ya watu wanatuangaliaje. shemeji, naelewa kwamba yeye ni mke wa mtu. Yaani mpaka mimi kufika hapa sio kama sina akili timamu. Unaweza hata ukamshauri na nilio mumeo. Unaweza hata ukamshauri ukamwambia bwana Dia ana shida 1 2 3. Tunamsaidiaje, lakini sio kwa ubaya. Swala la kumwambia mume wangu sio kweli. Siwezi kumwambia. Mimi labda nikutoe off tu, tutafanya hiyo plan. Lakini mimi nitafanya kwa sababu ya rafiki yangu. Sitaki umchiti rafiki yangu na nahitaji mahusiano yenu yaendelee kama mlivyoadiana. Kwa hiyo mimi nitafanya hivyo. Nashukuru sana shemeji yangu. Kama uko tayari kumsaidia basi ni jambo jema. Lakini tusikae sana, tuokoe muda maana najua na kazi nyingi sana. Kwa hiyo naweza nikakusindikiza mpaka pale njiani kafika huko. Sawa, haina shida.
Jambo, njoo mtoto mzuri, njoo. Njoo. Sogea mtoto mzuri. Umetoka shule? Nimetoka tusheni. Umetoka tusheni? Sogea, sogea. Unaonekana makini. Tatizo lako wewe kila siku ukija hapa neno lako ni hilo hilo tu moja. Lazima nije na neno hilo moja. Kwa sababu roho yangu inanyuma. Jinsi gani yule mwanamke tumeenda kumchukua mbali sana. Leo hii furaha yote sioni kwangu. Yaani taabu yote, uchungu wote naona kama nimemuoa mimi. Ndugu yangu nakwambia yule mwanamke kuwa naye makini. Kwa hiyo ndugu yangu unachoongea na maanisha? Na ninakwambia mwisho leo hii nimetoka kuwaona. Nikaona si swala lilivyokuwa la moto hapa nije kukuambia. Yaani ndugu yangu roho yangu ina nyuma kama mke wangu. Afu kila nikikwambia ndugu yangu, kwa nini unashindwa kuelewa? Yule ni mkeo, anapozurura naye hivi na hivi mtaani mazingira kama yale pale, anaenda pita gani? Mkuu, nimefanya kazi yako kama ulivyoniagiza. Nimeleta nyama. Huyu ndio mtu ambaye nimepanga kumtoa kikao. Kazi nzuri Janeti. Lakini huyu anatutambua fika. Inatakiwa tumbadilishe umbile lake. Mkuu, tunawezaje kumbadilisha umbile lake? Kazi imeenda chini. Aukamu ndugu yangu, alafu wewe nakwambia unakuja na mada hii moja. Roho sio kabisa hiyo. Hiyo sio roho, hiyo badilika. Unapofanya sivyo kabisa ndugu yangu. Kwa siku zote ambazo mke wangu ananiaga naenda kwa shangazi yake, mimi siwezi kukubali bro. Mke anauma ndugu yangu. Kwa hiyo siku zote anafanya ushenzi, mimi ananidanganya. Unajua jinsi gani mimi ninavyoumia? Siwezi kukubali, lazima nifanye kitu. Huyo D lazima atanitambua kama mimi ni nani. Siwezi kukubali bro. Basi kama unajua mke anauma, utajua jinsi gani ya kufanya. Una ni mbaya. Maana ni kwa yake. Maana ndio inaonyesha zaidi kabisa. Hakuna usalama. Ngoja kwa dakika moja. Jogo la jiji. Chukua. Lakini sasa huyo kuku naomboka mtunze. Muda wa kutoa bado hujafika. Na siku ya kutoa Janeti unatakiwa urudi naye. Na ole wako apotee. Tutarudi kule kule. Kazi ndogo sana ya mkuu. Sawa, unaweza ukaenda tu. Sawa. Na kwenye uchawi jamani, huyu jamani noma, anawanga mchana kope na watu anaona. Jogo la jiji. Sasa kinachukuliza nini hapa? Unatoka wapi? Si nikoga naenda kwa shangazi au? Wewe muongo mpumbavu wewe. Unatoka kwa shangazi yako wewe? Kuona neno na mimi chizi. Mimi sina akili timamu, si ndio? Eneo unatoka kwa mabwana zako, unakuja hapa unanidanganya mimi natoka kwa shangazi. Wewe unatoka kwa shangazi wewe? Yaani bora nikukuna jirani yangu.
Mwanzo kuna nitafuta mtoto wangu. Mtoto? Ndio. Yaani nimemtafuta kwa sababu aliniambia mama anaenda tuition. Ila nashangaa sio kaida yake. Mpaka sasa hivi hajarudi. Marafiki zake wote wamerudi. Nimeenda shuleni hayupo. Yaani hata sielewi hapa nafanyaje. Wewe umemwona mtoto wangu? Hivi unaichukuliaje mimi? Kwa hiyo unataka nifanye nini? Ujue yani kama mimi nakupenda, nikufanyie nini wewe mwanamke? Wewe wasikiliza hao wanafiki, unakaa hapo mlango unajizaliza bila mpangilio wote. Kwa hiyo kulia kwa kwako kunanihusu nini? Hebu nitoe uchulo wako, kisha. Sijamwona. Umejaribu kumfuatilia hata kule bondeni anapochezaga mpira? Yaani iko ndo kinaniumiza kichwa. Kwa sababu mimi najua mwanangu sio mtoto kutembea tembea ovyo. Akitoka tuition ni nyumbani. Leo unashangaa mpaka sasa hivi hajarudi. Sio yani sielewi. Sawa, basi jirani mimi nikimwona nitakupa taarifa. Au nikikutana naye huko nitakwambia. Basi mimi nitashukuru sana. Yaani ukimwona nipe taarifa mapema pamoja nimevurugwa. Sawa. Basi sawa, acha mimi niende huko nikaendelee kumtafuta maana nahangaika. Sawa. Mdogo wangu, Beda. Kama unavyojua, hali ya maisha imekuwa ngumu. Hapa tujui tunakula nini leo wala kesho. Sawa? Na ukimuona mnunua kuku, mwambie aje anunue kuku, tuna mifugo huko ndani iweze ikakaa, sisi tunashinda na njaa. Sawa? Lakini dada sasa hivi wamekuwa ni wachache sana na wao siwaoniona sasa hivi. Wanunua kuku adimu sasa mdogo wangu vipi? Kuna mashughuli, kuna ma birthday. Maria vipi? Mungu natoka potea. Yogura jiji. Amepotea? Ndio. Yaani amepotea poteaje? Tukapotea mimi nimtafuta muda mrefu sijamuona. Hebu nisikilize basi. Mtoto hajapotea mke. Na wala hawezi kupotea. Mnielewa vizuri? Si kijani mwanangu mimi. Anapoteaje mke wangu? Hebu futa machozi. Kijani katika mji huu ni Alwatani. Anajulikana na ana marafiki wengi sana. Wewe umemtafutia wapi na wapi? Watapatikana tu. Najua itakuwa ngumu lakini watapatikana tupate kula. Haya ngoja tuone. Hapa cha kufanya tu niletee maji nibuya bia. Maisha mengine yaendelee. Sawa. Sawa. Haya mdogo wangu sasa hivi basi. Yaani mimi nina wasiwasi. Wenzake wote wamerudi. Nimeenda paka shuleni hayupo na hakuna mtu wote shule hata mwalimu mwenyewe hayupo. Alafu ananiambia sasa hivi mapema. Nisikilize. Mimi najua kweli una uchungu. Mimi nataka tutoke hapa tukamwona kule anapocheza mpira kule. Miembeni kabisa mwisho kule. Ulifika huko? Kote huko nimefika. Jioni mimi sasa ndo muda wao wa chandimu. Tuondoke. Sawa mke wangu, acha kulia. Yogura jiji. Yogura jiji. Ojaga. Yogura jiji.